Ta'ala ambaye kwamba alijalia kufika siku kama hii, siku ya wetu wala kuongoza wetu isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah Jalla wa Ala tabaraka wa taala. Na baada ya kumtakia rehema na amani kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na jamaa zake na sahaba zake wote mtukufu, awalan kwanza kabisa usiku wa nafsi bitaqwa, na usunini pamoja na kuhusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo makubwa, ni katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika maneno yake aliposema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Haya ni maneno Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia sisi Waislamu tuishi katika dunia kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mtu atakapokuwa anamcha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala tabaraka wa taala atafaidika hapa duniani na kesho atakapokutana na Allah subhanahu wa taala. Na takwa ndugu zangu watukufu wa Kiislamu ni fi'lu ma'murati wa tinabu manhiyati, ni kuyafanya yale ambayo kama Allah subhanahu wa taala aliyotuamrisha, na mtu kukatazika na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa taala aliyokataza. Utabahatika kuishi katika dunia kwa kufanya amri, kufanya jambo la yale anayoamrisha na kuyaacha yanayokataza, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakapofaza fawzan 'azima, hakika mtu huyo atakuwa amefaulu kufaulu mkubwa sana. Ndugu zangu watukufu sana, tunakusanyika katika mkusanyiko wa kweli, jambo ambalo tunakusanyika ni jambo la haki, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kwamba wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Haya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumekusanyika katika jambo ambalo ametuletea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amelifanya. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia wama ataakum ar-rasul, yale aliyoletea mtume fakhudhuhu, yachukueni. Kwa hiyo tumelifanya na maana tumechukua katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na jambo ambalo ni jambo kubwa, ni jambo ambalo la kumwekea kinga mtoto na huyo alifanya kinga, kwamba kwa sababu tumefanya tawhid hapo kwamba ni mtoto na mamaye, sio maana yake. Kwa hiyo ni kinga kwa wao, kwamba kuwakinga na mabalaa, kuwakinga na maasi, yaani mambo ambayo kwamba tunatakiwa sana kuwafanyia watoto wetu, kuwafanyia sana watoto jambo la haki, kwa sababu unamkinga mtoto wako na mabalaa ambayo kwamba ya kumtokea ghafla, mabalaa ambayo kwamba mabaya, mabalaa ya kishetani, mabalaa ya kisiri na aina ya mabalaa. Hata mtoto akianguka, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya tafifu kwa sababu ya kumfanyia jambo la haki. Wewe ndugu zangu na mkufu wa Islam, hili jambo tulifanya sana, kwa sababu tukiacha kufanya mambo kama haya tukaenda kwa waganga ambao waganga hawatakusaidia yoyote, kumbe dawa mganga ni kufanya jambo kama hili la haki. Ndio jambo ambalo kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelifanya na amefanyia ndugu zake. Kwa hiyo ndugu yangu, kama hata wewe ni mtu mzima hujafanyia hakiki, ukaulizia uko nyuma kwa wazazi wako hajakufanya hakiki, basi unawezekana ukajifanyia sivyo mwenyewe, kwa sababu ili uendane na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, kikao hiki cha pili, kikao ambacho kimekusanyika hapa, nasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo kwamba yana thawabu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza maisha qaumun fi baiti min buyuti llahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakina. Hawakusanyiki watu katika majumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanasoma kitabu cha Allah na wanapenda darasa mbalimbali,
illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa hushuka juu yao sakina kutoka kwa Allah, utulivu kutoka Allah. Hapo kuna utulivu kutoka Allah, alafu ghashiyatuhum rahma, na imetukinika rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu wadhakarahum Allah fi manillah, Mungu anataja wale waliokusanyika katika kama hiki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaambia angalieni waja wangu sehemu fulani wamekaa, kazi yao wananitaja mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anajifakarisha kwa mbele yake ambaye malaikatu rahman. Kwa hiyo ndugu zangu mtukufu wa Islam, ni karibuni nilikawa kweli, basi tunapokutana basi tuwe tunaitika sana kama alimwambia ndugu wangu sana, wewe ndugu wangu, lakini watu wanasema ni mkubwa, lakini ni mkubwa kama alivyosema kwamba tunapokutana kwa kweli tuwe tunaitika, kwa sababu ni katika jambo la thawabu na ni jambo la kheri na ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana watu wanapoitwa katika mambo kama haya, kwa sababu ni jambo la kheri, waitike ili kwa sababu wapata radhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu kwa machache, kwa sababu MC alisema jambo nataka niishi saa 5 na nani nimepitiliza. Inshallah, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ili alolisema hapa kwa muda wote ambao tumesuhubiana naye hajawahi kusema. Mbona leo kasema huyu kakaangu kiumri na kielimu, mfahamu hivi, ni kakaangu kiumri na kielimu, ndivyo mashallah. Sasa mimi tena sina maneno, kama nilivyosema ya kwamba nimeshaongea pale mashallah, lakini pia nikasema kama kuna neno ambalo nilikukwaza shekhe, inshallah ni hivyo, lakini yale ambayo utaniwia radhi kwa sauti niliyotumia pengine ile kupa na kutaka kuona wallahi tena ujio shekhe kufika kwako hapa, hata kama tungefika baada ya wewe kufika tukala nyama, jambo limefanya au si jamani? Ni kweli. Inshallah mimi hapa nilipofika nadhani nirejesha maiki kwa alonipa, kama kuna jambo lingine litambulishwa, lakini mdhiri nikasema wewe ndio utambulisha saa 5. Sasa wasiwasi wake kwamba usimbulishe saa 5, siku nyingine tukimuita hawezi kuja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.